kushughulikia taarifa mbaya. Namna ya kushughulikia taarifa mbaya. Labda niulize, ni nani kupata taarifa mbaya ikamshtua katika maisha yake? Nyosha mkono. Kupata taarifa yoyote ambayo ikushtua katika maisha yake. Namna ya kushughulikia taarifa mbaya katika maisha. Nimeuliza, nani amepata kupata taarifa yote mbaya katika maisha yake? Nyosha, sijaona mkono vizuri. Nani amepata kusikia taarifa yoyote tu mbaya ambayo ilikusumbua akili yako? Nyosha mkono. Shusha mkono. Nani hajapata kupata taarifa yote mbaya katika maisha yake tangu uzaliwa wewe? Ngishangaa kwamba kuna mmoja kule, wawili. Ana neema sana. Katika maisha zipo nyakati ambazo tunakutana na vita ambavyo hujatarajia, au unapokea taarifa ambazo zinakushtua, zinaweza kusababisha kukuogopesha. Unapata taarifa hiyo, inakushtua, inakuogopesha, inakuvunja moyo. Mfano, unapata taarifa ndugu yako amepata ajali. Hiyo sio taarifa njema, labda uwe umepungukiwa. Unapata taarifa ndugu yako amekufa. Unapata taarifa unafukuzwa kazi. Sio taarifa njema. Ziko taarifa nyingi ambazo zinashtua katika maisha. Unaweza kupata taarifa yoyote ambayo labda ya kukataliwa. Jana kuna wale waumini wangu kwenye redio kaniandikia ujumbe baada ya kumaliza kuhubiri. Akaniambia, mchungaji, ninaomba msaada mkubwa sana kwako. Naambia, msaada gani? Akasema, mimi katika uchumba, mwenzangu amebadilika, sasa hivi hatuelewani, tunagombana. Nikamuuliza, kwa nini mnaanza, uchumba mnaanza kugombana? Mtafika kweli? Na sikumcheka, najua nimecheka. Alipata taarifa mbaya, maana mwenzake amegeuka ghafla. Hiyo kwake haikuwa taarifa njema. Ina maana ilishtua moyo wake, ilimuumiza, si ndio hicho? Kwa sababu hakutegemea. Ndizo ninazozungumza habari, taarifa kama hizo. Unasingiziwa. Kuna kijana mmoja kule, nafikiri Singida, waliandika kwenye magazeti, kasingiziwa amebaka, wakamfunga miaka 35. Ndugu zake walihangaika sana walipata taarifa hizo. Kama kumbe kijana alikuwa mwaminifu sana katika kijiji kile, lakini akafungwa miaka 35. Baada ya mwaka mmoja jela ndio katambulika, wakati ndugu zake amangaika sana kwenye taarifa mbaya. Kwa hiyo kuna taarifa mbaya ambazo hutegemei. Kwa hiyo katika maisha, ndio maana nimeuliza swali hili. Na kama labda ukuelewa, ukisema hujapata kupata taarifa yote mbaya katika maisha yako, unless labda kama mtoto mdogo sana. Kuna taarifa mbaya, anaweza kuwa mwingine mwanachuo. Unapopata taarifa kwamba wewe umefanya mtihani, unajua kuja confidence kwamba sasa nitakwenda kupata A+, alafu unaambiwa umefeli. Unaposoma au unapewa, sasa hivi mna technology, unakwenda kufungua huko kwenye internet yetu, unaona pale jina lako, kwanza hutaamini. Unauliza mara mbili, am I dreaming? Ninaota ndoto au ni mimi? Unaambia ni 0 au safi. Hapo hapo akili yako inabadilika. Ulikuwa unacheka labda na rafiki zako, mwili utabadilika. Kweli si kweli? Kwa hiyo kuna sasa vitu kama hivyo. Nataka kusema hivi, taarifa mbaya haziwezi kuepukika kwa mwanadamu as far unaishi. Lakini swala kubwa,
ni namna gani unashughulikia unapopata taarifa mbaya. Hiyo ndio majibu ya majibu yako ndio yataamua, yatadetermine kitu gani utakwenda, future yako itakuwaje. Taarifa mbaya hutakwepa, lakini namna gani unashughulikia hiyo taarifa mbaya. Hiyo naomba unisikilize vizuri. Leo tutahubiri kama mzee wangu dakika kidogo, karibu namaliza. Bwana Yesu asifiwe. Unashughulikiaje? Andika hiyo kama unaandika. Usipanic. Elekeza hofu yako kwa Mungu. Hebu sema usipanic. Sema tena usipanic. Kupanic Kiswahili tutasemaje? Usifadhaike. Andika lakini usipanic hivyo inatosha. Utajifunza Kiingereza Kiswahili hivyo. Usipanic, bali elekeza hofu yako kwa Mungu. Nimesoma hapa maandiko haya katika Biblia. Ni habari za wana Israeli chini ya uongozi wa Yehoshafati. Yehoshafati wakati anaongoza akapata taarifa ambazo hazikuwa nzuri. Akakabiliwa, akapata taarifa kuna majeshi ya vikosi kutoka kabila la Moabu, wa Amoni, wa Meoni na makabila mengine yakaungana kutaka kuwashambulia wana Israeli. Na ujue kipindi hicho tayari wameingia nchi ya Kanaani ambao Mungu amewarithisha. Akuta makabila hayo yalikuwa ni watu ambao waliwapokea hata kama hakupenda, lakini wameingia katika nchi hiyo. Wakainuka wanataka kuwamaliza. Sema mtu wa Mungu hamalizwi. Hebu sema kwa sauti, mtu wa Mungu hamalizwi. Alipopata taarifa Yehoshafati, kibinadamu kama nilivyosema, kwa swala kushtuka, hutashtuka, hawezi kukosa kushtuka. Unajua katika maisha kuna vitu ambavyo ama kuna vita ambavyo havihitaji nguvu zako, vinahitaji imani yako. Yaani kuna vita ambavyo unaweza kupambana navyo, havihitaji utumie sana kichwa chako, mwisho utakuwa kichatu, unaweza kuwaza mpaka ukahehuka. Inahitaji imani yako kwa Mungu, utashinda. Na ndicho alichokifanya Yehoshafati. Unaposoma ile mstari wa pili katika sura ya Nyakati wa pili, sura 20 mstari wa 3, Biblia inasema Yehoshafati akaogopa. Kuogopa utashtuka tu. Nimeuliza hapa swali, kama umepata taarifa mbaya, kushtuka sio dhambi, wala kuogopa sio dhambi. Ila reaction yake, matokeo yake labda inaweza kusababisha ukatenda dhambi. Yehoshafati mpata, Biblia inasema akaogopa, maana anasikia taarifa ya kwamba jeshi kubwa la Moabi na Waamoni na Wameoni na wengineo wamekusanyika. Anapata taarifa hizo akashtuka, maana kwanza kujiandaa, hakupewa taarifa mapema. Kama ambavyo shida inapokuja haitoi taarifa. Ugonjwa unapokuja, ajali inapokuja, chochote inapokuja, taarifa ya ndugu yako mgonjwa, mama, baba, hawakutolea taarifa. Unashangaa tu, unapata simu huko na labda unacheka, umefurahi, unapata simu wanaambia kwamba saa hizi kuna msiba hivi. Niliwaeleza wakati mdogo wanakufa. Tuko njiani kuja kanisani Jumapili kama hii. Tuko njiani naendesha vigana, mganga anapokea simu. Yeo, mtu amekufa. Unauliza mara mbili. Tena hatuna taarifa ya ugonjwa wowote, hata mafua. Hatuko na taarifa naye. Unapata taarifa hiyo. Yale mawazo yote ambayo ulikuwa umefocus kwenda mbele, imeingia wazo lingine. No, ameshakufa. Sasa unaanza mambo ya kufikiria mengine. Itakuwaje? Reaction yako ndio italekea mwelekeo wako hata kwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema unajua Yehoshafati alichokifanya, hakukimbilia kwa watu kama waimbaji wimbariki hapa revival. Sema usitizame wanadamu. Hakukimbilia kwa watu, alimkimbilia Mungu na akaelekeza uso wake kwake. Na ukielekeza uso kwa Mungu, Mungu anakupigania vita.
Vita havina budi kuja, lakini tunashinda kwa sababu Mungu akiwepo katikati yetu ni washindi na zaidi ya kushinda, katika jina la Yesu Kristo. Unajua, unapokuwa na Yesu utapita popote na utashinda. Asubuhi tumejifunza Sunday school hapa, wale tulikuwa darasa hili. Asante mwalimu wetu Dr. Sekela hapa alifundisha habari za Paulo, ambaye Sauli alikuwa jambazi mwanzoni, katili, lakini baadaye ameokoka. Mungu anamtuma kwenda kuhubiri Injili, na kwa sababu ya imani yake ameambiwa kule kuna vita. Kwanza alielezwa, unapokwenda uko Rumi, uko njiani kuna shida na utapigwa, utateswa, na anawaambia kabisa, tunakokwenda safari ya huko haiko salama, lakini anasema sikiliza, Mungu wangu amesema hivi, tutakuwa salama. Jambo hilo sio jepesi kama huna Mungu, na ndio maana kana Mungu kuna usalama. Vita vitainuka, lakini utashinda, na zaidi ya kushinda katika Kristo. Jamani, Bwana asifiwe. Unajua, unapokuwa na Yesu ndani yako, haijalishi una umri gani, umbo lako likoje, kimo chako likoje, Mungu yuko ndani yako. Wewe ni mkubwa, ni mkubwa, ni mkubwa, ni mkubwa. Nilisoma, niona habari moja, dada moja, unajua kana nguvu za kimungu uko salama. Dada moja alikwenda, alipanda ndege, alikuwa anasafiri, anarudi kule ofisini kwake, alikuwa ametoka likizo somewhere, akapanda ndege ambayo wengi wao walikuwa ni wenzetu ubaguzi wale rangi nyingine, weupe, na bila kujua kwamba ni kumbe ni bosi, yeye akakata ticket ya first class, ambao wengi wenu mnapanda hiyo, si ndio hicho? Sema wewe baba mchungaji, wewe tunapungia mikono tu ndege hii. Hata nikipanda basi nakwambia wewe popote pale, hata nikaa mkiani sawa. So huyo dada akakata ticket ya first class na ameokoka. Amepanda kwenye ndege, amekaa, maana first class kule sio mchezo.